tunakutukuza kwa ajili ya muda mzuri. Asante kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Shika kwenye kifua chako wewe mwanamume, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Waangalie wanaume hawa ambao umewaumba kwa mfano wako, ni utukufu wako wewe Mungu. Wana mahitaji mbalimbali wamebeba katika mioyo yao, Baba ukawatendee kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kutana na mahitaji yao yote, wanatamani wafanye mambo makubwa zaidi kwa ajili ya familia, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya jamii. Baba ukaonekane kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Navunja na kubomoa na haribu falme na mamlaka za giza katika ulimwengu wa roho, vikwazo na vizuizi vya kila aina kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mkuu, ninawakabidhi kwako wanaume wote hawa waliooa na wale ambao hawajaoa. Baba na wakabidhi kwako chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, ukahusike nao, ukawatendee kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu waongoze mchana na usiku katika jina la Yesu. Tembea nao, walinde, watunze, wabariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila wanalolifanya lililo halali likawe baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu unayesikia. Machache haya tumeomba, lakini yapo mengi yaliyo katika vifua vyao ambayo wanataka ukawatendee. Baba ukayatende yote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sifa na utukufu tunarudisha kwako, maana umesikia na unakwenda kutenda. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Aminini ya kwamba mmekwisha pokea katika jina la Yesu. Mpendwa mchungaji, CMF ni ufupisho wa Christian Men's Fellowship lenye maana ya ushirika wa wanaume wa Kristo kwa Kiswahili. Idara hii ya CMF ilianzishwa mwaka 2014 kama idara ambayo lengo lake kuu ilikuwa ni kuunganisha wanaume ili waweze kujifunza mambo muhimu yanayowahusu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Dua ya idara: E Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Kauli mbiu: mwanaume taifa kubwa. Neno la sikukuu ni Wakorintho wa kwanza 11:7b. Mwanaume ni mfano na utukufu wa Mungu. Kama idara tunayo makusudi matano. Kusudi la kwanza kuabudu, ushirika. Kusudi la pili ushirika. Kusudi la tatu kujengana. Kusudi la nne utumishi, na kusudi la tano uinjilisti. Kama idara tuna jumla ya wanaume wasiopungua 60, na idadi hii hubadilika kwa sababu ya wanaume kuokoka, kuhamia na kupandishwa kutoka idara ya watoto au kuhama. Lengo kuu la CMF: kuwa wanaume wa utafutao uso wa Bwana Yesu Kristo na kurudi kwenye nafasi ya uumbaji wa Mungu. Mwanzo 3:9, Zaburi 24 kuanzia mstari wa 3 hadi wa 6, na Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 7. Mbinu za utekelezaji: kuhubiri, kujenga kiroho, kijamii, kiuchumi, kiafya, na kuhimiza wanaume wote wa Tanzania Assemblies of God yani TAG na wengine kusimama katika nafasi ya Mungu aliyokusudia wakati wa uumbaji kupitia uhusiano na uwajibikaji sahihi wa ufasi wa Bwana Yesu Kristo, uongozi, utii na utendaji wa neno la Mungu. Malengo mengine: lengo la kwanza kuanzisha mradi wa idara. Lengo la pili kufanya sikukuu ya CMF na kuwategemeza wachungaji. Lengo la tatu kuhamasisha mahudhurio ya ibada za CMF siku ya Jumapili. Lengo la 4 ushuhudiaji na mkutano wa Injili. Lengo la 5 kuwatembelea wahitaji. Mafanikio:
Tumefanikiwa kushuhudia nyumba kwa nyumba na watu 8 wameokoka, kuahidi kuwepo ibadani siku ya leo. Tulikuwa na ushuhudiaji. Kama kuna mmoja wapo ambaye aliokoka na amefika leo, tumtambue. Basi tutaendelea kuwafuatilia na idara yetu ya uinjilisti mahali hapa itaendelea kuwafuatilia kwa sababu namba zao zipo. Fanikio la pili, tumefanikiwa kuwa na ibada ya idara kila Jumapili baada ya ibada kuu, ambayo imekuwa chachu kwenye maendeleo yetu ya kiroho, kwani tunakutana na kupata mijadala na masomo mbalimbali kama vile mwanaume na afya, malezi ya watoto na familia kwa ujumla, maandalizi ya kijana. Lakini pia tumefanikiwa kufanya sikukuu yetu ya CMF ndani ya muda uliopangwa kitaifa. Tunahitimisha kwa nguvu nyingi kama ambavyo tumefanya leo. Changamoto. Pasipo na mafanikio hapakosi changamoto. Kutokuwa na mradi endelevu, jambo ambalo linapelekea kutegemea sana michango kutoka kwa wanaume. Katika kila tukio tunalohitaji mchango. Kubadilika kwa idadi ya wanaume inayosababisha na kuhama au kuhamia inaleta changamoto kwenye ufanisi wa data, kwenye uhifadhi wa data, japo sio kwa umuhimu. Mapendekezo: kuwa na mradi endelevu wa idara ambao utakuwa na usimamizi mzuri ili kusaidia kupunguza michango kwa wanaume. Kuendelea na ibada za idara kwa siku za Jumapili baada ya ibada kuu ili kuleta ufanisi na kufikia lengo la idara. Bwana Yesu asifiwe. Na hitimisho, tunashukuru wanaume wote kwa kujitoa kwenu katika maandalizi ya idara hii na maandalizi ya sikukuu hii ambayo tunahitimisha siku ya leo. Wanaume wamejitoa kwa muda wao, wamejitoa kwa michango, na Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki pale ambapo mmeweza kutoa, na ni mojawapo la lengo letu kama idara kwamba tujitoe kwa mali, kwa muda na kwa kadri ambavyo Mungu anatusaidia na kutuwezesha. Basi Mungu awabariki. Hapo ndiko mwisho wa risala yetu. Bwana Yesu asifiwe. Basi baada ya kusema hayo, wakati mchungaji anaendelea kuitafakari, tutoke wanaume pale nje ili tuje kutoa zawadi. Wakati wanaume wanatoka pale nje, viongozi, naomba sisi tusimame hapa tuwapokee wanaume wenzetu wakati wanaingia. Karibuni wanaume, tufanye haraka haraka tumalize hilo zoezi. Wapi wanaume? Haya. Wanaume ni mfano na utukufu wa Mungu, wanaingia wakiwa wameshapata nondo kutoka kwa mhubiri wetu. Tuende wapi sasa? Hatumwachi huyu Yesu. Wanaume wapi? Wanaume, mbona sioni tabasamu jamani? Yeah? Makofi na vigeregere jamani. Hawa ni baadhi yetu ya wanaume wa kanisa hili zuri la Kange Miracle Center. Wengine hawajapata nafasi leo, lakini tunaamini tuko wengi zaidi ya hawa, na Mungu anaendelea kutuongeza kadiri ambavyo apendavyo yeye. Bwana Yesu asifiwe. Basi niwaombe wanaume turudi tukakae, tuwaache viongozi waweze kutuwakilisha kutoa zawadi. Viongozi karibuni. Mungu ametupa
siku ya CMF leo ndoka punde baada ya kaka kipindi kwamba hao ndio CMF wa kanisa hili, ndio kwamba kwa wengineo, lakini hao wameweza kuwakilisha. Ndio naendelea hivi sasa mtumishi wa Mungu na kuweza kufanya kile ambacho tunazuia kwa ni watumishi. Kwanza tukitambua kazi kubwa mnayofanya watumishi wa Mungu, kwa kweli mmejitaabisha kwa mambo mengi sana kwa ajili yetu kama sehemu ya kanisa, kama shirika. Nao mengi sana ambao tunawafikieni, mnatujali, mnatuthamini, na utoa muda wenu. Na sisi tukasema pamoja na hayo, nacho kitu kidogo tu kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Kwa siki kubwa sana, pamoja kwamba malengo yetu ambayo tumeweka malengo makubwa, lakini tukapata sehemu yake asilimia tu fulani. Tukasema kwamba hapana, katika siku yetu ya CMF, katika siku yetu ya sikukuu, angalau tuweze kuwakumbuka watumishi wa Mungu. Kwa hapa mbele yetu ni kwamba tuna kiasi kidogo tu ambacho tumeona kwamba ni vema na nyinyi tuwashike moyo ili kwamba na nyinyi muweze kutumika vizuri. Nazo changamoto nyingi sana mnazopitia, tunafahamu kama mnafanya kazi, si kwamba mnalipwa kama kazi ya serikali au kazi ya watu binafsi, lakini mnajitoa kulingana na wito wenu ambao Mungu ameweza kuwaitia kwa ajili ya kuweza kutuhudumia sisi. Kwa hiyo tunaomba mkipokee kidogo angalau tu iweze kuwatia moyo katika kufanya kazi ya Mungu. Kwa sasa hapa tunazo zawadi. Amen. Basi kwanza au kibahasha kidogo kilicho nacho kwanza ni kwa ajili ya mchungaji kiongozi. Zawadi ya pili au bahasha ya pili Amina. Basi bahasha ya pili inaenda kwa mchungaji msaidizi. Amina. Kwa mama kwa ajili ya kanisa, kwa Mungu akubariki sana kwa hicho kichache. Lakini mtumishi wa Mungu naye ana familia, na hata kanisa pia tunashahidi jinsi gani ambavyo watoto wao wanajitoa kwa shughuli mbalimbali sana. Tunaja kusema nyewe ni mashahidi. Kwa hiyo tunaanza na mtoto mkubwa kabisa wa mchungaji, tunaanza na mtoto kati ya wale usimama, naanza na huyu mdogo ambaye ni Dastan. Pokea hicho kichache ulichokuwa nacho, tulicho nacho kwa ajili ya kuweza kutia moyo. Kwa kweli kuna mambo mengi sana kijana wanajitoa hapa kanisani. Na sio tu kwa ajili ya mambo ya uimbaji, mambo ya keyboard, lakini kijana ambao wanafika hapa kanisani Jumapili, huyu anakuwa kwanza kuwepo hapa. Sasa hata kama kanisa limekaa katika hali yote, lakini kijana anajitoa sana. Napiga deki, nafuta viti. Sisi tunabaki kukaa tu, lakini hatujiga amani. Kwa anajitoa katika mengi. Mungu akubariki sana kwa Dastan. Ingine inaenda kwa David. Mungu akubariki sana kijana wetu. Pokea kidogo hicho angalau kiweze kutia moyo. Lakini kwa mtoto mwingine hayupo hapa ambaye ni Dickson. Amen. Naye pia amekuwa baraka sana hapa kanisani. Kwa hiyo pokeeni, mtampa ndugu yenu. Amen. Mungu awabariki sana. Basi baada hapo tunao tena vijana wengine. Tunao vijana wengine ambao wamekuwa ni baraka sana hapa kanisani. Tunakuja kwa walimu. Jamani, tumeluka naume hapa kama makunguru wengine na makoti yetu haya.
Lakini wako ambao watunzi ambao wameweza kutusaidia sana katika kazi hii. Tumethamini na kuitambua kazi yao. Amen. Basi tunataja majina. Tuanze na Hudson Msigangwa. Hudson Msigangwa. Haleluya. Basi jamani, katika utunzi huyu kijana wetu pia ametusaidia sana katika hizo nyimbo ambazo tumeziimba mahali hapa. Okay, kidogo na Mungu akubariki sana. Basi tunakuja kwa mwingine ni Vincent. Kijana wetu Vincent, karibia hapa mbele na wewe angalau naitambua kazi yako. Iko kwa watoto. Basi kijana wetu Vincent ni baraka kubwa sana. Kuna kitu ambacho tumemwandalia naye iweze kumtia moyo. Lakini tunaye mwalimu wetu Arnold, mwalimu wetu wa kwaya hapa. Basi karibu sana, kazi anaifanya kubwa sana kwa ajili ya kuweza kuwanoa waimbaji mahali hapa. Karibu sana. Mungu akubariki sana kwa kitu chake iweze kutia moyo. Lakini tunaye kijana wetu mwingine ambaye ni Brian Maleko. Kijana huyu unafikiri unafahamu. Ili besi hapa likilia ndududu, basi huyo ndio anaikorogocha. Bisi hili napigwa wetu ndio ambaye anaikoroga lile besi. Amen. Mungu akubariki sana kijana wetu Brian kwa ajili ya kazi yako nzuri. Amen. Vanessa sie. Niwaite vijana wote wanne kwa pamoja, alafu nitatoa maelezo yao. Tito, Nestori, alafu kuna Michael, Alpha na Justin. Wafike hapa mbele nitoe maelezo kidogo na watu waweze kuachia moyo. Jamani, katika wiki nzima hii ya CMF kwa tunatoa maelekezo, tunatoa maagizo na kuomba watu jamani fikeni kwa ajili ya ushirikiano. Vijana wao walikuwa wameonyesha mfano mzuri, iwe kama chachu. Siku zote ambazo tulikuwa tunahitaji CMF kufika mahali hapa, hao walikuwa nafika. Katika mambo mbalimbali, hata kwenye mambo ya usafi, walikuwa natutia moyo na mambo mengineyo. Kwa hiyo tukasema angalau kidogo na wao tuweze kuwakumbuka. Kwa hiyo hapo kuna ndugu yetu Nestori na Tito. Pokea kiasi hicho kidogo hapo, kutie moyo kijana wetu. Kijana mastepu jamani. Cheza hapa mahali hata mwenyewe utaona na mwili wake pia umekaa step maana mwembamba. Tunakuja kwa kijana wetu Michael. Amefanyika baraka sana kijana wiki hii. Kila tunapohitaji vijana wanaume wa CMF walikuwa nafika kijana wetu. Barikiwe sana Michael. Alafu tunaye Alpha. Naye kijana wetu wa step huyo Haleluya, barikiwe sana. Na mwisho kijana wetu Justin, naye amekuwa ni baraka kubwa sana. Jamani, hao tumefanya hivi iweze kuwa chachu. Tunapoitana jamani CMF tufike kwa ushirikiano, basi angalau tunaweza kutambua sana sehemu yenu ambayo mnachangia katika shughuli za CMF. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Haleluya. Ikifika hapo ni kama tumeshafikia mwisho wa kipindi cha zawadi. Amen. Kilichobaki sasa ni mtumishi wa Mungu. Pige picha pamoja, alafu baada hapo tutaendelea na mengineyo. Pata muda wako na wewe neno lako moja kusema kwa ajili ya watoto wako au wanaume CMF, tupate picha pamoja. Mimi sina mengi ya kusema. CMF, Mungu awabariki. Ulipotoa awazidishie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimu katika jina la Yesu. Na mimi ninawashukuru kanisa lote kwa ujumla. Wanawake nimeona kumenisize mlikuwa nawatia moyo wanaume, na hatimaye
siku ya leo wanahitimisha. Pia ninawashukuru wanaume kwa kazi kubwa mlioifanya. Mungu awabariki sana. Mwaka mzima tumewaona mkituhudumia. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi pia naungana na wenzangu nikisema Mungu awabariki. Na washukuru idara ya wanaume, na washukuru kwa jinsi ambavyo mmejitoa, mmeacha kazi zenu, hata na kwa michango ambayo mmetoa na kuweza kutupatia zawadi. Mbarikiwe sana kwa yote yaliyotendeka mahali hapa. Nasema Mungu awabariki kwa igizo lililofanyika mahali hapa. Mungu awabariki sana kwa sababu mmetufundisha. Kwa kuwa ni wanaume ndio maana mkachukulia upande wenu tu, lakini tabia hii inaweza ikawa iko kwa mwanamke pia. Mwanamke akachepuka akaenda akala mwenyewe kule akaacha familia. Na pia inaweza ikawa kwa wazazi wote, baba na mama, wakachepuka wakaacha watoto pale nyumbani, wakaendelea kuteseka, lakini wenyewe baba na mama wakaenda kula vitu vya maana, vitu vilivyonona. Kwa hiyo kwa kila mmoja aliyesikia na kuona mwenyewe mahali hapa ni kiasi cha kujirekebisha, kwa sababu neno la Mungu linasema siku za mwisho upendo wa wengi utapoa. Kwa hiyo upendo huu usije kuanza kukua ndani ya familia kama tulivyofundishwa mahali hapa. Basi kila mmoja azingatie na Mungu aendelee kutuponya. Bwana wabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Wenzangu mnaweza mkarudi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa siku nzuri. Tumekuwa na sherehe nzuri. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wanawake wamekuwa chachu katika sikukuu ya wanaume ya mwaka huu, na kama mlivyotia moyo wameonyesha yaani kufanya vitu vya ziada. Nafikiri mmeona sisi wanaume huwa tunahitaji tu maneno kutoka kwa wanawake. Tusikia mwanamke anasema kitu fulani, fanya hiki, hapa kinipigia kigeregere, akikushangilia hapo hapo, tunasikia vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo niwaombe wanawake kwamba uweze kututia moyo kila wakati kama mlivyofanya safari hii. Wanaume wengi wamejitolea, wametoka, japo walikuwa hawaonekani hapa. Wanaume wako busy sana, lakini hata wanawake hawakuamini kama watafanya wanaume kama hiki hapa. Nakuwa naona kwenye group wanauliza hata mazoezi hatuoni. Watafanya nini hawa? Hatuwaoni wakifanya chochote. Kwenye group wanauliza. Lakini wanaume wamekutana siku mbili tu, kwa dakika chache tu. Lakini unakumbuka wanaume wana nafasi kubwa pia hapa ndani. Wana vijana ambao wana vipaji, wavulana wengi wana vipaji, ni waimbaji, ni watunzi. Kwa waligawana majukumu. Vijana ninyi hapa, nyie tungeni nyimbo, tegezeni na step. Sisi wakina machange tutakaa kwa nyuma tukisupport. Si umeona walivyokaa hapa leo? Ndio timu ilivyopigwa leo. Kuna forward line, afu kuna full back huko nyuma. Kina machange, kina mzee nani, kina kiupira wako huko nyuma. Kina mzee Kaombwe, umewaona huko nyuma wametulia. Kina mzee Nagoda pale wametulia kwa nyuma, full back kwa nyuma. Sasa ile forward line kule mbele, wao ndio mnawaona sasa wakizunguka wakifanya vitu vyao. Safari wamejipanga vizuri na wameziwa mapengo yote, kiasi kwamba mpaka wanawake wameshindwa kuelewa hawa tulizana watafanya chochote. Na wanaume kama mlivyowaona ni kwa sababu ya mvua pia imewapiga stop. Kuna vitu vikubwa walitaka kuvifanya na hata kwenye grupu mlikuwa mnaviona. Sasa mvua ile ikawatatiza, lakini pamoja na hayo shughuli imeenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaume wamejitahidi, sisi kama wachungaji tunaweza kuwapongeza kwa sababu pia wamekuwa wakifika nyumbani kwetu kututia moyo sawa sawa na idara nyingine kama wanavyofanya, japokuwa si kwa wingi, lakini wanatuma wajumbe kuweza kuwakilisha kufika nyumbani kwa mchungaji. Mungu awabariki sana wanaume. Na changamoto kubwa ya wanaume ni kutokuhudhuria kwenye idara. Ile eneo tuna makosa mengi, na laiti tungefaulu ile eneo, basi tungefanya mambo makubwa mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Tungefanya mambo makubwa zaidi wanaume. Tupate muda wa kukutanika.
Hiki ni kitu ambacho mmekiweka hata kwenye changamoto zenu hapo, lakini pia kuna miradi, vyanzo vya mapato. Tunategemea mifuko, idara zote takriban. Angalau kidogo wanawake nimeona wanaanza kututembezea sabuni humu ndani. Wanauziana sabuni, tunaziona majumbani zikiletwa. Wanakopeshana miche ya sabuni inaletwa. Sasa kwa wanaume bado miradi yao hatujaiona. Sasa na ninyi wekeni vitu vya namna hiyo kama walivyopendekeza hapa kwenye mapendekezo yenu, kuwa na mradi endelevu wa idara ambao utakuwa una usimamizi mzuri ili kusaidia kupunguza michango kwa wanaume. Wameweka katika mapendekezo yao na kuendeleza idara kwa siku na Jumapili baada ya ibada, kwamba ile siku yao kukutanika siku ya Jumapili wanaona kwao ni nzuri zaidi, waendelee kukutanika siku ya Jumapili na kuzidi kuweka malengo. Mwisho wa sikukuu hii, yani kilele cha sikukuu hii ni mwanzo wa sikukuu ya mwakani. Kwa hiyo mkiweka malengo yenu vizuri mwaka huu mpaka mwakani mwezi kama huu, mtakuwa mmefanya vitu vizuri zaidi sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Na kama nilivyosema, tumepewa masomo mazuri leo. Kuanzia kwenye igizo, wanaume wengi tunapenda kula hotelini. Lakini mchungaji akasema na wanawake pia. Na mimi nataka kufikiri kwamba wanawake hawatasema, kwa sababu ninawakutaga saa nyingine huko mjini. Wapo kule unawaona kabisa, yule pale anakunywa chai, anakula nyama, unamuona. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo idadi hii naomba ime balance kote kote kwa wanaume na wanawake. Somo hili limetusaidia wote, kwamba wanaume na wanawake, kwamba ni vizuri tukawa tunakula na familia zetu. Itasaidia sana na ni nzuri zaidi. Lakini imekuwa na kwa wanaume zaidi kwa 80%. Tabia hii ya kula hotelini. Wanaume tumekuwa 80%, wanawake wapo, lakini 80% ni wanaume. 20 ndio tuweke wanawake wachache. Sisi tumekuwa na sengine hata nyumbani hanywi chai, anakunywa chai huko, chakula cha mchana huko, jioni akija kesha piga tena, anajifanya pale kama anaonja kidogo, alimechoka, kumbe keshakula. Kwa wanaume leo tumejifunza wenyewe kupitia igizo letu tulilolitengeneza wenyewe. Bwana asifiwe sana. Lakini pia tukapewa majukumu. Mungu ametupendelea sana wanaume. Tuko wengi. Katika nchi yetu Tanzania tuko wanaume milioni 35.8. Wanaume peke yake Tanzania tuko wanaume milioni 35.8. Hizo ni takwimu za mwaka 2026. Hatujatofautiana sana na wanawake. Tuko milioni 35,801,945. Wakati wanawake ni milioni 35 na wao milioni 850,702. Distance ndogo sana. Katika asilimia ni 50 kwa 50. Kwa nchi yetu Tanzania kwa tuko balance. Tumekwenda vizuri zaidi. Kwa tuseme tu hapa wanawake wakitushinda kwa shughuli zao, tusiwe na kisingizio kwamba wako wengi. Ni kwa tu hizi takwimu hapa ili msije mkasema wanawake wako wengi, sisi tuko wachache. Hapana, ni asilimia ndogo sana. Tena huko kwenye milioni 35 tuko sawa wote kwa nchi yetu Tanzania. Na ile 801,000 wao ni 850,000. Umeona? Kwa hiyo kuna 49 pale ambayo imezidi kwa wao. Wanawake kama 49 tu. Kwa hiyo sio kisingizio kwamba zetu wanawake wako wengi, sisi ni wachache. Hakuna. Wote katika nchi yetu Tanzania tuko namna hiyo. Kwa hiyo niwaombe tu, kwa asilimia zinaonyesha tuko sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo niombe tu kwamba kwa sababu ukijumlisha hapo unapata milioni 72 na 79 hivi. 72 na 59,000 kwa nchi nzima wa Tanzania wote. Na tunaongezeka kwa takriban kila mwaka uwiano wa tunakuwa kama milioni 2 tunaongezeka wa Tanzania. Kwa takwimu za juu sana. Kwa hiyo niwaombe hili swala linaendelea, lakini tusije tukajitetea wanaume kile kichaka kwamba wanawake wako wengi jeshi kubwa sisi ni wachache. Takwimu za nchi wametuzidi 49. Kwa hiyo niwaombe wanaume hawa wakipambana sisi tupambane, tusaidiane vile vile
tuweze kufanya vizuri zaidi. Zaidi ya hayo, nataka kusema kwamba Mungu awabariki sana wanaume. Safari hii imenibariki sana. Nimejisikia vizuri sana kwa wanaume, mmefanya vizuri. Na ninyi ni mashahidi kuliko miaka yote. Japokuwa kwenye kujitokeza hamkufanya vizuri, ila kwenye vitendo mmefanya vizuri. Sasa niwaombe tujitahidi pia na kujitokeza ile siku ya Jumapili, na tujitokeze kwenye mazoezi safari nyingine tuweze kufanya vizuri zaidi ya hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanawake, Mungu awabariki sana kwa kututia moyo, na wanawake wameona wanaume tulivyofanya leo, wamejipanga vizuri, wamefanya vizuri, wamecheza hapa, wameimba nyimbo, wamehudumu, wako vizuri. Kweli waombe Mungu atutie nguvu. Lakini mahubiri yetu ya leo yamegusa maeneo nyeti sana, na hasa sana kugawa majukumu kwa kila mmoja wapo. Mwanamume kujua nafasi yake, yale mambo matano yale ambayo tumepewa huku kama wanaume, tunatakiwa tuyafanyie kazi. Na ndio maana huku ulikuwa hamshangilii, huku ulikuwa unashangilia sana, kwa sababu hawa walikuwa wanasema hapo ndio kuja tatizo lenu, waeleze wenzako hao. Wakina mama walikuwa wanaona kabisa hayo matatizo tunayo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini jambo la mwisho zaidi mhubiri amelifanya, kutuombea. Kweli wanawake, mtuombee, muwe mnatuombea wanaume. Saa nyingine ukisema na sisi hatuelewi. Ameongea hapa mhubiri wetu ubishi, na tunaanza tangu miaka 14. Unamwona kama mama anakusumbua pale ndani. Wakina mama ambao wamezaa watoto wa kiume, hiki ni kitu ambacho unatakiwa kukifahamu kabisa, natural kwa mtoto wa kiume yote. Akishafikia umri wa kupevuka, anaenda kwenye lile andiko ambayo ni hukumu ya mwanamke aliyopewa katika bustani Eden. Mume wako atakutawala. Kwa hiyo kitendo cha mwanaume kupevuka, anatambua ni mwanaume. Kwa hiyo mwanamke yote anataka kumtawala. Kwa hiyo anataka kutawala mpaka mama yake. Kwa sababu gani? Ni mwanamke. Sasa pale ndio itakuwa nafasi ya baba inaingia ili kumtuliza huyo mtoto wa kiume. Ndio maana mama kumlea mtoto wa kiume peke yake inakuwa ni ngumu, kwa sababu huyu jamaa ana ile nafasi natural kwenye mwili wake inayomsema yeye ni mtawala, anatawala wanawake. Hicho kimewekwa natural na Mungu, sio kwamba anajifanya. Ndivyo ilivyo. Ndio maana kiongea mama bwana wewe, lakini baba akiongea hawezi kumwambia baba wewe, hawezi kusema hivyo. Kwa hiyo niombe wakina mama pia kuwafahamu watoto wenu wa kiume unapokuwa naye ndani. Ukiwa naye fahamu ana hiyo hali ya kwenye mwili wake iko hivyo. Lakini pamoja na hayo, tumejulishwa mhubiri wetu atusaidie hapa. Wewe mtoto mwenyewe unatakiwa kufahamu pia moyoni mwako, yule ambaye uende ukamsikilize Mungu akakataa, kaenda anakovu mpaka leo. Mama alimwambia usiende, akaona namtoroka. Matokeo ya kutoroka kabaki na alama. Lakini anakumbuka, aliniambia nende kanisani nani? Mama. Nikakataa mimi. Matokeo yake nina ngeo. Kwa hiyo tuwasaidie watoto wetu mapema wasije katoka na ngeo. Bwana Yesu asifiwe. Mahubiri ya leo yamenifurahisha sana. Yametujenga mno. Kwa hiyo niombe kwamba kila mmoja akayafanyie kazi. Mkiyafanyia kazi hayo, kama alivyosema mhubiri wetu, hao wakina mama watakuwa wanatushangilia, wanafurahia. Mungu atusaidie kwa maneno haya, sitaki kuyarudia, bali yamekuwa msaada kila mmoja yawe kumbukumbu kwake. Na wanaume, Mungu wa mbinguni awabariki. Tunashukuru sana wachungaji kwa sadaka nzito. Na hata aliyeona tu bahasha ikitolewa, anajua ni nzito. Usitafakari mule ndani amjawekwa bukubuku. Ni nyekundu. Sasa unapoziona zimeumuka namna ile, kama zimewekwa hamira zile bahasha, shughuli wanaume wamefanya vitu vyao tayari. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki sana wanaume. Tunawapenda. Wale ambao hawajahudhuria, Mungu atie nguvu. Asante sana. Mungu akubariki MC. Naomba uendelee baba. Amen. Amina. Basi tuongeze makofi. Mungu wa mbinguni
Nakubariki mchungaji kwa maneno yako mazuri, tutaamini tutaendelea kufanya vizuri kwa ibada nyingine tena. Leo mmetoka mmejisikia amani, mmejisikia maana jamaa amepigwa vigongo vyao. Haleluya. Lakini naamini kwamba itakuja semina nyingine nyewe mtapigwa balance pia. Haleluya. Ili tuwe tuna uwiano. Bwana Yesu asiwe. Haleluya. Basi niseme kwamba tumefikia mwisho wa ibada yetu. Tunamshukuru Mungu, tulianza na mvua kali, tukatafakari viongozi itakuwa kuaje hapa, lakini hatimaye Mungu akaizuia kidogo mvua, tukafika kwa wingi. Mungu akubariki sana. Kama tulisema mgeni, tafadhali sana ubaki kidogo upate mawili matatu kutoka kwa watumishi wa Mungu na itakuwa ni vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi niseme zingatia matangazo yote yaliyotolewa. Niombe mhubiri wetu aliyehubiri hapa, yeye ndiye atatufungia kwa maombi. Karibu sana. Tunakushukuru Roho Mtakatifu, maana umekuwa pamoja nasi kuanzia asubuhi ya leo mpaka ambako tunakwenda kuhitimisha. Angalia Bwana, tunapoenda kutoka mahali hapa, tunakuomba ukaende na kila mmoja, kamtie kila nguvu, kamsaidie kila mmoja anapokwenda katika majukumu yake mbalimbali, hata wiki inayoanza ambayo watu wanakwenda katika majukumu mbalimbali. Basi Bwana ukawe pamoja nao, neema yako ikawe nyingi na wala usiwapungukie Jehova. Tunajikabidhi mikononi mwako na mkabidhi kila mmoja mikononi mwako. Katika jina la Yesu Kristo nakushukuru. Amen. Amen. Basi Mungu awabariki sana. Amen.